Powerful. Wow, Mungu akubariki. Karibu sana. Majina yangu naitwa Servant Bless Jimmy na naomba nitumie nafasi hii kukukaribisha kama ndio mara yako ya kwanza kuweza kutune in kwenye hii channel. Please make sure you subscribe kwenye hii channel, lakini pia share huu ujumbe na watu wawili watatu. I strongly believe utafanyika kwenye ujumbe wa baraka, utakusaidia wewe, lakini pia hata wale ambao utashare nao utafanyika kwa baraka sana katika maisha yao. So please usisahau kushare, lakini pia unaweza kaacha comment yako hapo. Now, leo nataka kuongelea mambo manne ambayo yanaweza yakakusaidia kusogea karibu sana na Mungu, au watu wengine wanapenda kusema kuwa na mahusiano ya ukaribu na Mungu. Na unaweza kuwa ni shahidi mzuri kwa wale watu ambao waga wanasema kwamba mbona kama kuomba nimeomba sana lakini sijaona kama Mungu amenijibu. Nao je, Mungu ni kweli anajibu au Mungu huwa ajibu? Ukisoma Biblia katika kitabu cha Ayubu, Biblia inasema Mungu huzungumza au Mungu huongea mara ya kwanza, lakini pia huongea mara ya pili japokuwa mtu hajali. Sio kwamba tu hajali, japokuwa mtu haelewi, au japokuwa mtu hasikii Mungu ambacho anakisema. Kwa hiyo issue sio kwamba Mungu haongei, issue sio kwamba Mungu hajibu. Mungu huwa anajibu, Mungu huwa anaongea, lakini uhusiano wako wa karibu ndio ambao utakusaidia wewe kuweza kusikia Mungu akiwa anaongea. So mtu anaposema kwamba Mungu hajanijibu, mara nyingi huwa anadhania kwamba tunayo ile idea ya kwamba nikienda kuomba mbele za Mungu, basi ili nijue Mungu amenijibu lazima nione jibu la yes. Kwa hiyo kama nimeomba gari lazima nijione ninaendesha gari ndio niamini kwamba Mungu amenijibu maombi yangu. Lakini tunashindwa kuelewa kwamba yes and no yote ni majibu. So sometimes unaweza kaenda mbele za Bwana na Mungu akasema no, na hasemi no kwa maana ya kwamba anataka kukunyima. Anaweza kawa anasema no kwa maana ya kwamba this is not the right time ya wewe kuweza kupata hiki kitu. Why it is not the right time? Maybe kwa sababu haujawa matured kuweza kuwa na hiko kitu. Now because hauna mahusiano naye ya karibu, hata Mungu akikujibu au hata Mungu akiongea, utashindwa kujua kwamba amenijibu, utashindwa kujua kwamba ameongea. Why? Hauna mahusiano naye ya karibu, so haujui akiwa anaongea huwa anaongea vipi. Ndio maana natengeneza hii video ili iweze kukusaidia wewe ambaye una shauku ya kuwa karibu na Mungu, kwa sababu unapokuwa karibu na Mungu, the Bible says kondoo wangu wanaijua sauti yangu na wao wanaitii. Why kondoo wanaijua sauti yangu? Utakubaliana na mimi, wale mifugo ambao ndio mfano umetolewa hapo kuwa ni kondoo, kadiri wanavyokuwa karibu na mchungaji wao, master wao anawapeleka kwenye pori hili, anawapeleka kwenye pori lile, wanaanza kukalili sauti ya master wao. So hata master wao akiwa hayupo karibu yao and then akawa anatokeza kwa mbali, wanaanza kujua kwamba sauti ya master ni ile pale tangu akiwa anawaita kule mbali. Why? Kwa sababu wamekaa naye kwa ukaribu kwa muda mrefu sana kiasi kwamba wameanza kuifahamu sauti yake. Nikupe mfano mwingine, tumefuga mbwa watu tofauti tofauti. Na wakati niko mdogo nyumbani kwetu pia palikuwa na mbwa. Na mbwa walikuwa wanafahamu harufu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ilikuwa nikitokeza they know kwamba yule ni mtu fulani, wanafahamu harufu yangu. But also mluzi, tulikuwa tunawaita mbwa kwa ule mluzi. Na ule mluzi, kuna mluzi wa mtu mwingine, mbwa alikuwa akiusikia, anainua tu masikio, anafanya observe like mbona kama si ufahamu huu mluzi. Lakini ilikuwa mimi nikiwaita kwa mluzi, ni rahisi wao kujua kwamba anayetuita ni mtu wetu, yani anayetuita ni mtu ambaye tunamfahamu. Why? Ni kwa sababu ya ukaribu ambao tulikuwa nao, because wanaamka asubuhi wananiona mimi ndio naenda nawafungulia banda, mimi ndio naenda nawalisha chakula, mimi ndio nawarudisha tena bandani and all stuffs like that. So hiyo ilitengeneza wao kuweza kunifahamu mimi kwa ukaribu. Now hata Mungu, ziko njia ambazo ukizifuata utakuwa na mahusiano naye ya karibu. Na ukiwa na mahusiano ya karibu na Mungu, itakuwa ni rahisi wewe kuanza kujua sauti ya Mungu. Na sio tu kujua sauti ya Mungu, kuna mambo kwenye maisha yako automatically unakuwa delivered, unafunguliwa au unakombolewa. Why? Upo karibu na Mungu. Mungu yuko karibu na wewe, wewe uko karibu na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Now, jambo la kwanza ambalo natamani ulifahamu na ulielewe, jambo la kwanza litakalo kufanya uwe karibu na Mungu, neno la Mungu. Sijasema kusoma Biblia, nimesema neno la Mungu, japokuwa Biblia pia nalo ni neno la Mungu, lakini nataka uelewe kuna tofauti kati ya kusoma Biblia na kujifunza au kuelewa Biblia. There is a huge difference between reading the word of God and studying the word of God. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Manake naomba nikuelezee kitu kimoja. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, lile neno unakuwa umelisoma limeingia katika fahamu zako kwamba okay, nimesoma kitu fulani. Lakini unapokuwa unalitafakari na kujifunza lile neno la Mungu, lile neno linaanza kufanyika kuwa sehemu ya maisha yako. So pana tofauti kati ya mtu aliyesoma neno na pana tofauti kati ya mtu aliyejifunza neno na kulielewa. The one ambaye amesoma anaweza kalisoma ili likae hapa kwa ajili ya kumbukumbu, na the one ambaye amejifunza na kulielewa neno haliweki tu kichwani, bali analiweka moyoni. Sio tu moyoni, bali analiweka pia katika maisha yake, manake analitendea kazi. So neno la Mungu linaposema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, manake anything ninachokifanya ninaongozwa na neno lako. Manake I will never do anything ambacho kiko nje ya neno lako. Nao neno la Mungu limegawanyika katika maeneo mengi. Biblia pia ni neno la Mungu, lakini hiki ambacho ninakwambia hapa pia linaweza likawa ni neno la Mungu. Why? Kwa sababu hiki ninachokwambia ni inspiration ya Mungu mwenyewe kuniambia nikuambie wewe. So Biblia ni neno la Mungu, lakini pia neno ambalo linatamkwa kwa wakati huo. Inaweza likawa linatamkwa na mchungaji, inaweza likawa linatamkwa na mtu yoyote ambaye ni mtumishi wa Mungu. Kuna neno ambalo analitamka, but also linaweza likawa ni neno la Mungu mwenyewe ambalo linatamkwa juu ya maisha yako pasipo kumsikia mtu yoyote wala pasipo kusoma neno mahali popote, lakini kunakuwa na ile sauti ambayo unaisikia ndani ikikuongoza, like do this, do that and not do this. Kwa mfano, watu wengi atakwambia kwamba wakati ninataka kutoka kwenda mjini, kuna kitu tu ndani kiliniambia usipite hii njia, pita hii njia. And it is true, nakuta ile njia ambayo sauti ilikwambia usipite hii njia na upite hii njia, ukapita hii njia na haukupita ile njia, kwa baadaye unakuja kusikia pengine ajali ilitokea. Na ukikaa kukumbuka unasema okay, ndio maana sauti ndani ilikuwa inaniambia nipite huko, manake lile ni neno la Mungu ambalo limekuja kwa wakati ule. Nao sio kwamba umesoma Biblia sehemu fulani, wala sio kwamba umemsikia mtumishi mahali fulani, lakini umeisikia sauti ya Mungu ndani yako. Lakini msingi wa hayo yote waga inakuwa ni neno la Mungu ambalo ni Biblia, kwa sababu huwezi ukaanza kuwa na experience ya kusikia na kuitii sauti ambayo inasikika ndani yako kama haujaanza kufanya mazoezi ya kutii neno la Mungu kwa mfumo wa Biblia ambalo tayari limeshaandikwa. So the one ambaye anajitahidi kushika au kulitunza na kuliishi neno la Mungu ambalo liko kwenye Biblia, anakuwa trusted kupelekwa katika realm nyingine, au kupelekwa katika ulimwengu mwingine, au kupelekwa katika level nyingine ya kusikia sauti ndani ambayo itakuongoza kufanya kitu fulani. Why? Kwa sababu sasa hivi una uwezo wa kusikia au una uwezo wa kulisoma neno katika Biblia na ukalitunza na kuliishi na kuliheshimu. Manake hata sauti utakapoisikia ndani utakuwa na uhakika kwamba kama nimeweza kutunza ile sauti na kuitii, basi naweza pia nikatunza sauti ambayo naisikia ndani. So number 1 ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na point number 2, maombi, prayer, ni kitu ambacho pia kitakusogeza karibu na Mungu. Nao katika prayer pia imegawanyika katika maeneo tofauti. Asilimia kubwa ya watu tunafahamu maombi kama ile hali ya kuombaomba, naomba kitu fulani, nahitaji kitu fulani. Tumetumia maombi ni kama kitu cha kufanya request, like asking for something or begging for something. I don't know how to put it in Kiswahili ili ikae vizuri, but what I'm trying to say ni wengi tafsiri yetu ya maombi ni kwamba naomba hivi, naomba kitu fulani. Nope. Maombi sio tu swala la kusema naomba. Maombi ni njia ya mawasiliano baina yako
na Mungu. Na kwenye yale mawasiliano mara nyingi ndio inategemea mnawasiliana kuhusu nini. Anasema katika Isaya, let me show you, let me give you a verse. Isaya 43 mstari wa 26 anasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Anasema unikumbushe na tuhojiane, manake wewe unatoa hoja na yeye pia anatoa hoja. Na asilimia ya watu wengi wanaweza kukwambia kwamba nimeingia kwenye maombi, lakini ukimuuliza umemsikia Mungu anaongea nini kwenye hayo maombi, anaweza asikupe jibu. Why? Kwa sababu tunaingia kwenye maombi kwa idea ya kwamba naenda kujisemesha mbele za Bwana, lakini maombi hayakuwekwa kwa ajili ya kujisemesha tu mbele za Bwana au kwa ajili ya kusikilizwa tu na Mungu, lakini maombi yamewekwa pia kwa ajili ya wewe kuweza kumsikia Mungu. So unaposema naingia katika maombi, unatakiwa uelewe kwamba nina engage na Mungu, ninajihusisha na Mungu. Mimi kama ninaongea na yeye pia anaweza akaongea. So ukiwa na hiyo idea, ukiwa na hiyo understanding, utakapoingia kwenye maombi utajikuta umejiweka tayari kwa ajili ya kusikia kutoka kwa Mungu. Na naomba nikupe tip ambayo itakusaidia. Ukiwa unasema kuanzia saizi, ukiwa unasema naingia katika maombi, make sure unaenda na daftari, unaenda na peni. Why? Kwa sababu katika ule uwepo wa Bwana, unapokuwa katika maombi, Roho wa Bwana huwa anasema na wewe, na hapo ndipo utaanza kuijua pia hata sauti yake ni vipi anaongea. So maombi pia yanakuwa ni moja kati ya njia ambayo inakusaidia wewe kuweza kuwa karibu na Mungu, lakini sio tu yale maombi ya Baba naomba kitu fulani. Kwa mfano, unaweza ukasema naingia katika maombi, lakini maombi yako yakawa ni maombi ya sifa. Baba ninakushukuru, Baba ninaliazimisha jina lako, Baba ninakuabudu. Lakini pia inaweza kuwa ni maombi ya kukaa kimya. Watu wengi tunaamini maombi ni lazima niongee, lakini mimi naweza nikasema naenda kwenye maombi na nikafika kwenye chumba changu cha maombi nikawa kimya, au nikasema tu Baba niko tayari kusikia kutoka kwako. And the moment I am silent, manake naziba masikio yangu kusikia vitu vingine na ninayawasha masikio yangu ya ndani kuweza kusikia ni nini Mungu ambacho ananiambia pale. Na hiyo posture au hayo maandalizi yatategemea either utasikia kutoka kwa Mungu au la. Sasa asilimia kubwa watu waga tunaingia, ngoja nikaongea na Mungu. Utaingia katika maombi, Baba naomba hivi, Baba naomba hivi, amen, unaondoka unaendelea na shughuli zako. That is not prayer. Prayer is communication, ni mawasiliano baina yako na Mungu. Now let me give you this example. Tufanye unaye rafiki yako ambaye una namba zake zipo kwenye simu. Akiwaga na shida ndio muda ambao anakutafuta na kupigia simu. Vipi udugu wangu, uko wapi? Nimekukumbuka and all stuffs like that. I say usione nini, yani ndugu yangu nimekwama kitu fulani. Wewe kama wewe unahisi utamsaidia yule mtu, inakuwa ngumu kumsaidia. Why? Kwa sababu hakuna mahusiano. Lakini unaye rafiki ambaye either mambo yawe sawa au mambo yasiwe sawa, mara zote anakupigiaga simu. Asubuhi anakuamsha, mchana wewe rafiki yangu umekula? Sina hela ya kula. Sema nini? Tukaze, tutafika, tutatoboa, tutaenda mbele rafiki yangu. Ngoja hapa niangalie kama kuna mazingira yote nikufosie hela ya kula. Anakutumia. Do you know why anafanya hivyo? Kwa sababu ya ile relationship ambayo mko nao, ile bond ambayo mko nayo. Now notice, huyo ni rafiki ambaye utampigia simu either uwe na hela au usiwe na hela. Utampigia simu either Jumamosi, labda zile weekend unataka kutoka na rafiki yako kwenda tu sehemu nzuri, sio kwa ajili ya dhambi, labda kwenda tu sehemu kula ice cream, kwenda sehemu kuangalia movie, nothing wrong with that. Sasa mmetoka last weekend kwa sababu ya bondi mliokuwa nayo, and then this weekend hamjatoka kwa sababu mmekosa hela. Bado inakuwaga sio kizuizi cha wewe kushindwa kuongea na rafiki yako. Utampigia simu, uko wapi? Nimelala tu nyumbani leo, sielewi. Sema hata hivyo, wiki iliyopita tulitoka rafiki yangu. Yes, basi hata wiki ijayo tutatoka, Mungu atajali. Poa poa, haina noma. Anatulia na wewe unatulia. Nini najaribu kukwambia? Wakati una hela uliwasiliana naye, wakati hauna hela uliwasiliana naye. Yani sio rafiki ambaye unawasiliana naye pale ambapo unakuwa na mahitaji peke yake. Ni rafiki ambaye unawasiliana naye hata kipindi ambacho hauna mahitaji. Hiyo ndio kitu ambayo Mungu pia anaitaka. Either my life inaenda vizuri au my life inaenda vibaya, yeye bado ni Mungu na mahusiano yangu hayatakiwi kuvurugwa au hayatakiwi kuvunjwa based on what I am passing through. Manake nikipita katika shida, yeye bado ni Ebeneza. Nikipita katika raha, yeye bado ni Mungu kwangu.
Haleluya. So prayer sio tu kitu cha kuongea na Mungu pale ambapo nina shida. Prayer ni mawasiliano baina ya mimi na Mungu. It's either everything is fine or everything is not fine. Haleluya. Now, pointi number 3. Pointi ya 3 ambayo itakusaidia kuweza kusogea karibu na Mungu ni ibada, ile hali ya kumwabudu Mungu au hali ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You see, what is worship and what is praise? Praise ni pale ambapo Mungu amenitendea jambo fulani, ninarudi kwenda kumshukuru, ninarudi kwenda kumsifu kulingana na kile ambacho amekifanya. Baba, asante kwa sababu umenipa kitu fulani. Baba, asante kwa sababu ya jambo fulani. Ile inakusogeza pia karibu na Mungu. Now, what is worship? Worship, it has nothing to do with something material. Haihusiani na kitu chochote ambacho labda either umefanya kwenye maisha yangu au hujafanya. Worship is acknowledging God who he is. Kuabudu ni kitendo cha kumtambua na kumwelewa Mungu kwamba yeye ni nani. You reach to a point ambao unaangalia like there is no other God zaidi yake. Hakuna Mungu mwingine zaidi yake. Ile hali tu ya kujua kwamba ni Mungu ambaye hakuwahi kuumbwa ila aliumba. Ni Mungu ambaye yeye ndiye chanzo cha kila kitu duniani. Lile tendo la kuwaza hivyo ndio unaanza kumwabudu Mungu kulingana na uelewa ambao unao juu ya Mungu. Wengine kwao Mungu anakuwa Mungu pale ambapo anawalipia kodi, lakini Mungu hawi Mungu baada ya wewe kukupa kodi. And that's why wengine wanajisikia uvivu kumwabudu Mungu. Why? Mbona nimemuomba miaka mingi alafu sioni kama amenijibu? Huyu Mungu itakuwa sio real. Listen to me. Mungu haachi kuwa real eti kwa sababu hajakufanyia jambo fulani. Yeye Mungu ni halisi. It's either unafukuzwa kodi sasa hivi, it's either unalala njaa, it's either unapita katika magonjwa, habadiliki kuwa Mungu. Yeye bado ni Mungu. And that's why the Bible says, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. It has nothing to do with your situation. Yeye bado ni Mungu. Haleluya. Yeye bado ni Mungu. Now, katika Biblia kuna wale 3 boys, Shadrach, Meshach na Abednego, ambao waliambiwa waabudu miungu ya Babeli na mfalme Nebukadreza. We all know that story. And then baadaye akamwambia mfalme, listen, sisi hatutoabudu miungu mingine. Why? Because these guys walikuwa na uelewa wa Mungu kwao ni nani. Mfalme alipowatishia moto akasema, mfalme uishi milele. Even if katutupa katika moto, our God is able to deliver us from there. Mungu wetu ana uwezo wa kutuokoa kutoka hapo. Lakini hata asipotuokoa, bado hatutoabudu miungu mingine. Why? Because tunamjua Mungu tuliye naye. So kumwabudu Mungu, it has nothing to do na amekuokoa kwenye nini au amekusaidia na nini. Kumwabudu Mungu ni swala la kumtambua yeye ni nani. Na ibada au kumwabudu Mungu pamoja na kumsifu ni vitu ambavyo pia vinakusogeza karibu na yeye, vinakusogeza katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Now the last point number 4. Cycle ya watu waliokuzunguka. Ile mzunguko wa marafiki zako. Nao katika kitabu cha Amos 3 mstari wa 3. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Hauwezi ukawa unaweka focus ya kutaka kumjua Mungu au kutaka kusogea karibu na Mungu and then uko busy na watu ambao hawana time na Mungu. Obviously watakuvuta kwenye mambo yao. So watu waliokuzunguka pia wanachangia sana wewe kuweza kuwa karibu na Mungu au kutokuwa karibu na Mungu. And this is my advice to you. Unataka kusogea karibu na Mungu, tafuta au jizungushie watu ambao wanapenda hicho ambacho unakipenda au wana shauku ya hicho ambacho wewe pia una shauku nacho. Huwezi kusema nataka kuwa naamka usiku ninaomba ili niwe karibu na Mungu and then unao marafiki ambao wanaamka usiku wanaenda club. Haiwezekani. Obviously utajikuta unalewa na wewe pia. Utajikuta na wewe pia umeenda club. Why? Kwa sababu ndio sako ya watu ambao wamekuzunguka. That's why there is a saying ambayo inasema, show me your friends and I will tell you
who you are. Nionyeshe marafiki zako, and then huna haja ya kujitambulisha wewe ni nani, mimi nitakwambia wewe ni nani. Ukinizunguka mimi unaweza kukuta sako ya watu ambao ni watumishi wa Mungu, so obviously hautapata tabu kujua kwamba mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Lakini ukizunguka cycle ya mtu mwingine, marafiki zake wote ni walevi na tuna tabia kujitetea kwamba wao wana mambo yao na mimi nina mambo yao, trust me, wewe ni mlevi ajaye. Lakini unapojizungushia marafiki ambao wana shauku ya kile kitu ambacho na wewe pia unakitaka, wanakusaidia kukutengenezea focus na kukufikisha kwa uharaka na kwa wepesi kule ambako wote mnataka kwenda. Majina yangu naitwa Bless Jimmy. Subscribe kwenye hii channel, like this video, lakini pia usiache kushare hii video kwa marafiki zako tofauti ambao unawapenda, ili kama ambavyo imekusaidia wewe kawasaidia na wao. Ninakupenda, mpaka wakati mwingine tena. Shalom.